سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. kwanza ningependa kuihusia nafsi yangu na vilevile kukuhusieni kunako na nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala atafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizama katika imani, imethibiti hadithi ambayo ipo katika sahihi ya Imam Bukhari wa Muslim, katika hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika mji wa Madina, fawajada alyahuda, na alipofika katika mji huo wa Madina akawakuta Mayahudi siyaman, na walikuwa Mayahudi wamefunga siku hiyo. Kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ma hadha, kwa nini mnafanya jambo hilo? Mayahudi wakasema, hadha yawmun salihun, hakika hii ni siku tukufu, ni siku adhim. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alihamia katika mji wa Madina kwa sababu ya vitendo vya wale watu wa Makka, ili pale alipowalingania na wakakataa kumwitikia, Allah akamwamuru aame katika mji huo wa Madina. Baada ya kulingania katika miaka 13, ndipo alipofika katika mji huo wa Madina akawakuta Mayahudi wakawa ni wenye kufunga. Akawaambia, kwa nini mnafunga siku hii? Mayahudi wakasema, siku hii ni siku adhim, ni siku tukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala naja Allahu Musa wa bani Israil. Hakika ya Allah ni siku ambayo alimuokoa Nabii Musa na bani Israil katika mikono ya Firaun laanatullah, katika kumwokoa na vitimbi vya Firaun. Kwa siku hii fasamahu Musa shukran lillah, akafunga Nabii Musa kunako kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikabasi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezewa habari hiyo akawaambia wale Mayahudi, ana
hakika mimi nina haki kwa Musa kushindanie. Fasamahu sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume akafunga siku hiyo. Wa amara bisiyamihi, na akamrisha katika umma watu wafunge siku hiyo ya 10 katika mwezi wa Muharram. Katika mwezi wa Muharram watu wafunge siku ya 10, ile tarehe 10, kwa sababu siku hii ndio siku ambayo aliokolewa Nabii Musa kutoka katika mikono ya Firauni, na Mtume akafunga siku hiyo. Na kabla ya funga hii ilikuwa ni wajibu kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ambapo haijafaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Funga hii ya Ashura ilikuwa ni wajibu kabla halikuwa haijafaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pili ilipofaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu hii ikabakia ni sunna katika watu kufunga. Utakapoingia mwezi wa Muharram tarehe 10, ikawa ni lazima kwa Waislamu wafunge siku hiyo. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya mwisho wa uhai wake, kabla ya kufa Bwana Mtume, masahaba walimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Bwana Mtume, hadha yaum, hakika siku hii tuadhimuna alyahud, Mayahudi siku hii wanaitukuza, na wewe umetuambia tutofautiane na Mayahudi na wala tusiwaige Mayahudi. Vipi tutafunga siku hii ya 10 ile hali Mayahudi siku hii wao wameifaradhisha kwao? Vipi tufunge pamoja nao Mayahudi? Akasema sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ikiwa nitafika mwaka utakaokuja, la asumanna, nitafunga tasian, hakika nitafunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa katika sunna ya funga hii ni lazima Muislamu afunge siku mbili, afunge siku ya 9 kabla ya siku ya 10, au afunge siku ya 10 na ya 11, ili kutofautiana na ahlul kitab. Lakini hii pia tunapata mafundisho ya Allah na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tunatakiwa tutofautiane na Mayahudi. Lakini leo hii watu tumekuwa tunashirikiana na Mayahudi mpaka katika misiba. Ili jambo ambalo halipo katika sheria, bali Bwana Mtume aliwaambia maswahaba watofautiane na Mayahudi ili kuwaalifu hao Mayahudi. Ndugu zangu katika imani, jambo hili ambapo Muislamu kabla ya kufunga siku hii tarehe 10, jambo hili lina fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ambaye atafunga siku hii ya tarehe 10, basi Allah ameahidi kumsamehe madhambi madogo ya mwaka ambao ulioisha. Na jambo hili limekuja katika athar kuwa Muislamu ambapo ataswali sala 5 Ijumaa mpaka Ijumaa itakayofuata, ikawa Muislamu huyu atahudhuria katika Ijumaa, kisha pia Ramadhani ila Ramadhani, na yule ambaye atafunga Ramadhani mpaka kuingia Ramadhani nyingine, Allah ameahidi Muislamu huyu atamsamehe madhambi madogo baada ya kuwa hajajifundisha katika madhambi makubwa. Ndugu zangu katika imani, hadha yaumun, siku hiyo ya tarehe 10 ina fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyothibiti katika hadithi ameipokea Ibn Qatada fi Sahih Muslim, ambapo imekuja fadhila hii. Mtume alipoulizwa na fadhila ya siku hii akasema, ahtasibu ila Allah
Yule ambaye atakayefunga tunatarajia kwa Allah ayukaffira sana, kusamehewa madhambi ya mwaka mzima ambayo mwaka ulioisha. Kwa hii funga ina fadhila katika swala hilo. Ndugu zangu katika imani, lakini tukiwa katika siku hii ambayo ilikuwa ni ya jana ya tarehe 10, katika tarehe hii 10 kuna tukio ambalo la kuuawa kwa Hussein ibn Ali, naye Allah subhanahu wa ta'ala alimkadiria akauawa siku hiyo ya tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Na maktali ya Hussein aliuliwa katika mwezi wa Muharram ambao watu wa fani wanauita mfungo 4, ukiafikiana tarehe 10 katika mwaka wa 61 Hijiria, ambao ni sawa ukiafikiana tarehe 12 mwezi wa 10 katika mwaka 680 Miladia. Ndio aliuawa huyo Hussein ambaye ni mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Uislamu umefundisha tarehe 10 katika mwezi wa Muharram inatakiwa Waislamu wafunge, lakini Mashia Ar-Rafidha wakaja siku hii, wao wakawa na maombolezo na huzuni kwa kuwa siku hiyo ameuawa Hussein, na malengo yao Mashia ni kuwatoa Waislamu katika yeye, ambalo jambo hili halikuthibiti katika sheria, bali Bwana Mtume alisisitiza watu wafunge katika mwezi wa Muharram na wala sio kuhuzunika katika mauaji ya Hussein ibn Ali. Kwa Waislamu kwa ujumla, jambo hili la kuuawa Hussein ni jambo ambalo hatulifurahii, lakini mafundisho yake hayajakuja kwa watu wawe na huzuni. Na lau kama ingestahili huzuni zaidi, basi watu wangewahuzunikia Khulafaa Ar-Rashidin ambao ni Umar wa Uthman, ambao hawa waliuawa katika hali ya kudhulumiwa. Vipi leo Mashia wanakuja na huzuni ambayo huzuni hiyo ya kumsikizia Hussein ibn Ali iliyakuwa huyo Hussein kwa daraja katika sheria hafikii daraja ya Umar wala daraja ya Uthman, lakini jambo hili ni Mashia wamekuja kuharibu na kuwatoa Waislamu katika yale mazingatio ambayo yamekuja katika sheria. Ndugu zangu katika imani, hakika ya Ushia ni dini ambayo imetengenezwa na kwa ajili ya kujawatoa Waislamu katika dini yao iliyokuwa sahihi, dini ambayo imeepukana na mapungufu. Kwa katika jambo hili ni jambo ambalo Waislamu hawatakiwi kuhuzunika, bali jambo lililo sahihi ni kufunga katika siku hii. Ndugu zangu katika imani, tukiangalia ubaya ambao Mashia wanaeneza katika siku hiyo, ni wao Mashia kujipigapiga na kujikatakata, hali ambayo eti wanaonyesha huzuni ambao huzuni huo hauendani na sheria ilivyofundisha. Katika huko kujikatakata, kuwa wao wana huzuni zaidi kwa kuuawa Hussein ibn Ali, ile hali ukiangalia na tarehe zinakuelezea wao wenyewe ndio walimuua Hussein ibn Ali, alafu leo wakawa na huzuni kunako mauaji ya Hussein